The Hidden Story of Wazigula. Leo tumewaletea jinsi Wazigua walivyotoka huko Tanzania hadi kuelekea na kufika nchini Somalia, na ni vipi walijitoa na kukataa utumwa. Zipo simulizi nyingi zilizosimuliwa na kuelezewa kwa mtizamo tofauti, nasi leo tutaizungumzia kipekee zaidi. Moja kwa moja tukirudi katika karne za nyuma, kipindi na ambacho kulitokea janga kubwa la njaa, na mojawapo ya jamii zilizoathirika na janga hilo ni hii jamii ya Wazigua, na hiyo ndio sababu ilowatoa katika makazi yao ya asili hadi kuelekea katika makazi mengine. Na hapo ndipo tutakapoanzia simulizi yetu. Ni katika karne ya 17 ambapo bara la Afrika lilikumbwa na janga kubwa la njaa lililosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, vita vya mara kwa mara, pamoja na mfumuko wa biashara ya watumwa. Janga hili liliwalazimu wa Afrika wengi kuhama kutoka makazi yao ya asili na kuhamia maeneo mengine, wakitafuta chakula, usalama na mazingira bora ya kuishi. Ila baadhi ya jamii ikiwemo Wazigua waliamini ya kwamba wao ndio walosababisha tatizo hilo kwa kukataa agizo la kiongozi wao kutoka kwa mizimu. Kulingana na imani za watu wa kale, ndipo lilipowapata hilo janga lililopewa jina la Gumbo ya Mwalimu. Je, ni vipi walifika nchini Somalia na walienda kama watu wa aina gani? Baada ya miaka mingi kupitia mateso ya janga waliloamini ya kwamba ni adhabu wanayopewa kutokamana na makosa walioyafanya hapo awali, hivyo wengine walitoka na kuelekea sehemu tofauti ikiwemo pwani ya Zanzibar na Bagamoyo ili kupata chakula na kutafuta ajira. Huko ndipo chanzo cha kupatana na Waarabu na safari ya kutoka Tanzania ilipoanzia. Baada ya kupatana na Waarabu, waliweza kuwashawishi wazee wa Kizigua ambao walikuwa viongozi wakati huo, mzee Mberwa na mzee Sandire, kuambia wanaweza kuwapa ajira wao, wake zao pamoja na watoto wao. Walipokubaliwa, walianza kuwapea vyakula vitamu zikiwemo tende na kuanza msafara wa kuwapeleka sehemu na ambayo ndipo inayosemekana wataenda kuajiriwa. Zilipopita siku kadhaa katika msafara wao bila kujua ni wapi wanapoelekea na ni lini watafika, hivyo walilazimika kuanzisha vurugu iliyopelekea mmoja kati ya askari wa Kiarabu anayefahamika kwa jina la An-Nasr kupoteza maisha katika vurugu hilo, wakidai kurudishwa kwao walipotoka. Hivyo wakaambiwa, tutasubiri upepo ugeuke ili tuweze kurudi nyumbani. Baada ya tukio hilo, walilazimika kushushiwa ndani ya nchi inayofahamika leo kama Somalia, sehemu iitwayo Merka, ambayo ni moja ya vituo vilivyokuwa vikitumika na Waarabu barani Afrika kipindi hicho, na vituo vingine ni kama Kismayu, Mogadisho na Barawa, na vilivyokuwa vikitumika pwani ya Tanzania ni Bagamoyo, Dar es Salaam, Zanzibar na Tanga hadi Mozambique. Sasa tutatizama ni jinsi gani walivyokataa utumwa. Walipofika katika hilo eneo jipya, walipokuwa wakisubiri kurudishwa nyumbani, waliwagawa katika makundi tofauti na kuwapangia sehemu za kufanyia kazi. Huko walipatana na jamii zingine zilizokuwa zikifanya kazi maeneo hayo. Hao walikuwa watu kutoka Malawi, Mozambique na kadhalika. Baada ya miezi minne, Wazigua waliona hali imeanza kubadilika, kwani walichokifuata na kukitarajia sicho wanachokiona wala kukutana nacho. Hivyo viongozi wakakaa chini na kuweka mikakati ni jinsi gani wataweza kujinasua katika mtego walioingia, waweze kurudi nyumbani huko Uziguani. Mipango ya kuandaa safari ya kurudi nyumbani ilipokamilika, Wazigua wakaona si vyema kujikomboa wao peke yao na kuwaacha ndugu zao walowakuta pale. Ndipo wakaamua kuwashirikisha na kuwapa siku maalum ya kujinasua kutoka katika mikono ya watu wa
ubaya. Siku ya ukombozi ilipowadia, Wazigua waliwasubiri ndugu zao watoke kwa wingi. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, walijitokeza wachache na wengi hawakujitokeza kamwe. Hivyo Wazigua wakalazimika kuanza safari yao, na wale wachache waliofika katika huo msafara walikabiliana na vikosi vilivyokuwa vikiwasimamia, ila Wazigua waliweza kukabiliana nao na kushinda, kwa kuwa wao walijiandaa mapema kabla ya kuweka mikakati ya safari. Walipofanikiwa kutoka katika pambano na kuendeleza safari yao ya kurudi Uziguani, walifika sehemu walioita Hamkwama na kukwamia hapo baada ya kiongozi wao Mzee Majentero kupoteza maisha alipovamiwa na waasi waliowaita Waboni katika eneo linalofahamika leo kama Juba River. Baada ya safari yao kuishia hapo, wakaamua kuanza maisha katika maeneo hayo. Wakaanzisha miji na kuipea majina yao kama vile wilaya ya Chamama, hivi sasa wanaiita Jamame. Mbulizaga pia huitwa Buliago, kuna Mbolini na kwa Mwigwa, huko walikuita Goshaland. Usiache kufuatilia MTG Singizo ja Wazigula ili kupata the hidden story of Wazigula, na hapo ndipo tutakapomalizia simulizi yetu.